Mwanadamu ufahamu wake akiwa mdogo huwa unafanana na ufahamu wa viumbe wengine, lakini kadri huyu mtu anavyozidi kukua ndivyo ufahamu wake unabadilika. Manake anayeujongesha ufahamu wake huyu mtu ukue ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anaanza kubadilisha ufahamu wa mtu. Manake mtoto mdogo anayezaliwa anakuwa na Mungu ndani yake. Manake Mungu anaanza kuongoza ufahamu wake. Fanya kitu fulani, ishi hivi, ishi hivi. Sasa nini ambacho kinatokea? Huyu mtoto akishajitambua akawa mtu mzima, Mungu humwacha achague yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu huwa anathamini sana maamuzi ya mtu. Haleluya. Na huwa hayaingilii. Kwa hiyo huyu mtoto anapozaliwa anakutana na watu wa namna gani? Ni sawasawa na watoto nyumbani. Haleluya. Unawajengea ufahamu wa namna gani? Ndio maana Biblia inasema watoto wetu watafundishwa na Bwana. Maana kama watoto wako hawafundishwi na Bwana, haijalishi unamwadhibu kwa viboko vya namna gani, hawezi. Ufahamu wake unaongozwa na nani? Ndio maana kuna wakati mwingine usiwakinge watoto na ibada, kwa sababu kuna matatizo watayafanya huko, utawaadhibu, kumbe usijue ndani yao kuna nini kimepandwa. Haleluya. Yawezekana shetani amepanda pando lake. Wewe uko nyumbani, mtoto yuko shuleni, unajua anakutana na mazingira ya namna gani uko shuleni, anakutana na watoto wa namna gani. Kwa hiyo ufahamu wake unabadilishwa. Ufahamu wa mtu ukikosa Mungu huongozwa na mapepo. Haleluya. Ufahamu wa mtu ukikosa Mungu huongozwa na mapepo. Najirishi yupo kanisani. Nilikuwa naongea na mtumishi mmoja nikasema hivi, kuna mapepo mengine yana nguvu hata kanisa liwe na moto wa namna gani yanaweza kustahimili. Kwa hiyo mtu ataingia nayo kanisani na anaweza kustahimili, anaweza, yani yana magamba magumu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu huwa na kanuni ya kutaka mwanadamu amtazame yeye. Ukibadilisha mawazo yako, ukabadilisha taswira yako, ukaanza kutazama kitu kingine, Mungu huwa hakutazami tena wewe. Kwa Mungu anakuacha wewe. Kwa hiyo anaanza kudili na kile ambacho kinakupa kiburi. Haleluya. Kwa kile kinachokupa kiburi ndio kitakuwa msalaba wako, ndio kitakuwa mateso yako, ndio kitakuwa mzigo wako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kuna watu walikuwa na ndoa, wakaacha kumtazama Mungu aliyewapa ndoa, wakaanza kutazama mume au kutazama ndoa zao. Kwa hiyo Mungu anatoa okay, kwa sababu huyu mtu mimi ndo niliyempa. Sasa kwa sababu umetazama pale, na mimi naanza kudili na huyu. Kwa hiyo kuna vita nyingine, sio shetani anayeshambulia, Mungu mwenyewe. Anasema Mungu mwenyewe ndiye aliruhusu dhoruba kwa Yona na akaandaa samaki. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Mungu kama anakupenda, huwa hata katika mateso unayopitia huandaa kitu cha kufanya nini? Cha kukuokoa. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Huandaa kitu cha kufanya nini? Cha kukuokoa. Usipokijua hicho kitu, huwezi kupona. Lakini Mungu anakuwa amekuandaa. Haleluya. Amina. Kwa ngapi tunaelewana? Amina.